بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل والتفاسير وارزقنا اتباعه. اللهم علمنا ما لم نعلم وفهمنا ما لم نفهم. Katika darasa iliyopita tulimaliza hadithi yetu ya 6, hadithi ambayo ilikuwa ikizungumzia kuhusu al-halal wal-haram, na katika mafunzo tuliyopata katika faida ya 8 ya hadithi ile ikihusu saddu al-dhara'i ama saddu dhari'a. Kwa hiyo ni muhimu kwa mtu ambaye anasoma kitabu hiki ajue, kwa sababu ni kitu kipo kisha ama ni neno ambalo kwamba limetumika ndani yake. Kwa hiyo mtu anatakiwa awe na uoni ama ufahamu japokuwa wajujua ama kijumla kuhusu saddu adh-dhara'i ama saddu dhari'a. Neno asaddu dhari'a limejengeka kwa maneno mawili, neno la kwanza likiwa ni saddu ama asaddu na neno la pili ni adh-dhari'a. Asaddu katika lugha ya Kiarabu ina maana ya alhajizu baina shay'ain, kwa maana kizuizi baina ya vitu viwili. Asaddu maana yake katika lugha ya Kiarabu ni alhajizu, ni kizuizi baina shay'ain, baina ya vitu viwili. Sawa. Na neno adh-dhari'a katika lugha ya Kiarabu ina maana ya alwasila wasababu ila shay'i. Alwasila njia, wasababu ila shay'i na sababu ya kufikia kitu fulani ama sababu ya kufikiria jambo fulani. Kwa hiyo saddu dhari'a ina maana kizuizi cha kufikiria kitu fulani ama jambo fulani. Hiyo ndo maana fupi ya neno saddu dhari'a. Na saddu dhari'a ni katika maneno ambayo kwamba ama katika istilahi zinazotumika katika usulul fiqh al-islami, ndo unapata maneno haya hizi katika mustalahati zao wanavyoni wa usulul fiqh. Ama taarifu ya saddu dhari'a kwa wanavyoni wa usuli, na si ajabu taarifu zikawa ni nyingi, kwa maana mwanachuoni huyu akailetea definition kwa namna fulani na mwanachuoni mwingine akaelezea neno lile lile kwa maana fulani. Kama wanavyosema wanavyoni, hizi taarifu sio wahi ama sio Qur'ani, kwa maana wote waelezee kitu kwa kauli moja, la, kila mmoja anaelezea kwa mujibu wa ufahamu wake. Na taban ukizikusanya zile taarifu zote unapata kwamba wote wanakusudia kitu kile kile kimoja. Kwa hiyo wanavyoni wa usulul fiqh watuambia saddu dhari'a maana yake hiya ma yutawassalu bihi ila shay'i al-mamnu'. Saddu dhari'a hiya ni kile kitu ambacho, hiya ma ni kile kitu ambacho kwamba yutawassalu bihi, hukomea kwake ama hufikia kwake ama hupitia kwake, ila shay'i kuelekea katika jambo fulani, al-mamnu' lenye kukatazwa, ambalo almushtamilu lenye kukusanya ala mafsadatin juu ya ufisadi fulani, yani uharibifu, mafsada. Sawa. Ni kile kitu ambacho hukomea kwake ama hufikia kwake, ama tafsiri nyingine hupitia kwake. Ma yutawassalu bihi, kile kitu ambacho kwamba hupitia kwake, ila shay'i kukiendea kitu, al-mamnu ama kuliendea jambo lenye kukatazwa, al-mushtamilu lenye kukusanya ala mafsada, uharibifu. Hiyo ndo maana
fupi ya neno saddu dharia. Je, saddu dharia imethibiti, labda ina ushahidi wote katika Qur'ani na Sunna? Jawabu ni naam. Saddu dharia ina dalili mbalimbali katika Qur'ani na Sunna, na tutataja baadhi, tutataja aya 2 insha Allah na hadithi 2 kuonesha kwamba hichi kitu kimethibiti na hichi kitu ni hoja katika sheria ya Kiislamu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia katika Al-Qur'anul Karim katika suratu Al-An'am aya ya 108 aliposema, wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah, wala tasubbu alladhina, wala msiwatukane hawa watu ambao yad'una min dunillah, wanaowaomba badala ya Mwenyezi Mungu. Msiwatukane wale watu ambao wanawaomba wengine wasiokuwa Allah. Sawa, msiwatukane. Fayasubbu Allaha, wasije na wao wakamtukana Mwenyezi Mungu. Fayasubbu Allaha, wasije na wao wakamtukana Mwenyezi Mungu. Aduwan bighairi ilm, kwa jeuri. Aduwan, kwa ujeuri. Bighairi ilmin, bila ya kujua. Kwa hiyo tunajifunza hapa kwamba saddu dharia, hoja yake kwamba mtu asimkejeli, asimshushe thamani, asimtukane mtu ambaye hamwabudu Mwenyezi Mungu, akamtolea maneno ya ovyo, labda akamtukana, kwa sababu natija yake kawaida mtu hawezi kukubali kutukaniwa kitu chake. Kwa hiyo ikiwa wewe utamtukania Mungu wake japokuwa sio wa haki, tabaan na yeye pia hatokubali, atarudisha. Kwa hiyo atamtukana Mungu wa haki, kwa sababu yeye tayari ashajiona kwamba yeye ndio katika haki. Kwa hiyo hapa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakataza watu wasitukane wale watu ambao wanaabudu wasiyekuwa Allah, kwa sababu na wao watamtukana huyo Mungu wa haki. Kwa hiyo hapa pamezuiliwa kitu, ndio hiyo saddu dharia. Pamezuiliwa wasitukanwe ama wasitukaniwe miungu yao, ili Mungu wa haki asije akakejeliwa ama akatukanwa. Kwa hiyo ndio aya, dalili ya mwanzo ama aya ya mwanzo. Pia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia katika Al-Qur'anul Karim, was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadirat al-bahri. Sawa, was'alhum, na waulize hao, 'anil qaryati allati, kuhusu habari za ule mji ambao kwamba kanat hadirat al-bahri, uliokuwa kando ya bahari, uliokuwa pembezoni mwa bahari. Idh ya'iduna fi sabti idh ta'atihim hitanuhum yawma sabtihim shur'an. Idh ya'iduna fi sabti, wakiivunja sabato, kwa maana Jumamosi ile ya mapumziko walikiivunja. Idh ta'atihim hitanuhum, pale ambapo kwamba samaki wakiwajia. Sawa, yauma sabtihim, ile siku yao ya mapumziko. Shur'an, juu, samaki wanakuja wale wanaja juu, ile siku yao mapumziko ambao ni Jumamosi, walaambiwa wapumzike. Wa yauma la yasbituna, na siku zisizokuwa za mapumziko. Wa yauma la yasbituna, na siku zisizokuwa za mapumziko. La ta'atihim, wale samaki hawakuwa wakiwajia. Sawa, ile siku ambao wao wanapumzika samaki ndio wanakuja wengi juu. Ile siku ambazo sio za mapumziko za kazi, samaki hawaji. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamalizia kwa kusema, kadhalika nabluhum bima kanu yafsukun, kwa namna hiyo tuliwajaribu kwa sababu walikuwa wakifanya upotovu. Hii ni aya ya 163 ya suratu Al-A'raf. Wanavyoni rahimahumullah wanatuambia, harrama Allahu alaihim tabaraka wa taala, Mwenyezi Mungu aliwaharamishia watu wale as-saida, kuvua, fi yaumi sabti, katika siku ya Jumamosi. Jumamosi ndio siku ambayo walioharamishiwa wao kuvua. Fakanatil hitanu taatihim yauma sabti shur'an. Sawa, wale samaki wakawa wakiwajilia wale watu
siku ya Jumamosi. Shur'an kwa maana dhahir, wengi wakiwajia, wengi wanajazana juu wazi manake. Sawa. Kwa hiyo wale watu wao wakafanya njama. Kumbe sisi tumekatazwa Jumamosi kuvua. Tulichokatazwa sisi ni kuvua Jumamosi. Okay. Kwa hiyo sasa wao wakatafuta hila, wakatafuta mbinu, wakajifanya wao ni wajanja. Sawa. Wakawa Jumamosi ndo wanaweka njia zile na mitego ili samaki waingie. Wakiingia katika ule mtego hawawezi kutoka. Halafu wa akhadhuha yawm al-ahad, wao wanaenda kuachukua siku ya Jumapili. Ndo njia yao hiyo walioitumia. Wakana asaddu dhari'ata lilistiyad. Sawa. Ikawa ile kuwafanyia njama na kuwazuia wale samaki ndio ikawa dharia, ikawa ndio njia. Sawa. Ikawa ndio njia ya nini? Ni istiyadi ya kwenda kuwavua. Wao walijifanya wajanja tu, kutafuta mbinu, kutafuta njia. Sawa. Kwa maana hiyo Mwenyezi Mungu akawapa adhabu. Sawa. Kwa hiyo hii ndio baadhi ya sura, baadhi ya mifano ya saddu dharia katika Qur'anul Karim. Na katika hadithi za Bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallama ni ile hadithi aliyosimulia Saidina Abu Huraira kutoka kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam, na hadithi ambayo kwamba amepokea al-Imam At-Tirmidhi katika kitabu chake. Bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallama anasema, alqatilu la yarithu, alqatilu muuaji, mwenye kuua, la yarithu harithi. Katika mirathi, katika mawani'ul irthi unampata muuaji, mtu ambaye ameua harithi. Sawa. Basi fihi saddun lidhari'atil qatli. Ndani ya hadithi hii mafunzo tunayopata kuna saddu dhari'atil qatli. Ikiwa mtu kazuiliwa, anaambia wewe ukiua hurithi, ina maana watu wataacha kosa lile la kuua, ili mtu asije akakoseshwa mirathi. Na pengine mtu ni baba yake, mzazi wake, ndugu yake wa karibu, anaambiwa wewe ukiua hurithi. Kwa hiyo mtu anaacha, japokuwa tuseme ataacha kuua kwa ajili ya mali, sio kwa ajili ya kumogopa Mungu, lakini pia imezuia lile kosa kwa kiwango fulani. Kwa maana mtu atataka mali, kwa hiyo ili nipate mali mimi nisimuue, nisimharakishie kuondoka yule mzee, nimwache afe ili nipate nimrithi. Hiyo hadithi ya kwanza. Hadithi nyingine pia aliyoisimulia Sayyidatina Aisha radhiyallahu anha, amesema kwamba, anasema Sayyidatina Aisha, lau anna Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallama, lau ingalikuwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama raa ma ahdathatin nisa'u, angeliaona yale ambayo walioyazusha wanawake, ama yale mambo ambayo walioyaanzisha wanawake, la mana'ahunna almasjida, Bwana Mtume angewazuia wanawake wale kwenda msikitini. Lau akiyaona mambo yale waliozusha wanawake, mambo yenyewe yapi? Ukisoma katika vitabu vya hadithi utakuta mapambo, walikuwa kijipamba. Sasa Bwana Mtume lau angeliaona yale, angezuia. Hadithi hii amepokea al-Imam Muslim katika sahihi yake. Dr. Ali Juma hafidhahullah, miongoni mwa wanavyoni wakubwa haswa katika ilmu ya usul, baadhi ya mashekhe zetu tumewasikia walituhadithia akituambia kwamba duniani vitabu vyote vya usulul fiqhi lau kama vitachomwa moto vipotee, wanatuambia kwamba kichwa cha Dr. Ali Juma kingetosheleza kuonyesha kwamba alikuwa ni mwanachuoni mkubwa na ni mtu ambaye amebobea zaidi katika elimu ya sheria, katika usuli pia. Kwa hiyo ni mwanachuoni mkubwa. Naomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ampe umri mrefu ili azidi kunufaisha umma. Bwana huyu Dr. Ali Juma ambaye kwamba alikuwa pia ni mufti wa Misri, anasema, ana maneno yake katika kitabu chake
ambacho kinaitwa Tarikhu Usulil Fiqhi. Ukisoma katika ukurasa wa 123 na ukurasa wa 122 mpaka 23, ukurasa wa 122 na ukurasa wa 123, anasema, anauliza hal maana dhalika, je maana ya hivyo, hiyo kusema bibi Aisha kwamba lau bwana mtume angewaona wanawake angewazuia kwenda msikitini, je hal maana dhalika, je maana ya hayo au je maana ya hiyo, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama, kwamba hakika bwana mtume sallallahu alayhi wa sallama, alladhi, mtume ambaye la yantiqu an hawa, hazungumzi tu, hatamki maneno kwa matamanio, la ya'lamu maalati tashri', je hajui mafikio ya sheria. Maana sheria inamruhusu mwanamke kwenda msikitini. Je, mtume ambaye hazungumzi kitu kwa matamanio hajui kama mafikio yake itakuja kutokezea kitu fulani? Bitabi'i la, moja kwa moja la, kwa maana bwana mtume anajua, sawa. Walakin, lakini, la budda anna ummul mu'minina, kwamba ni lazima ummul mu'minina bibi Aisha, ra'at sharran, ameona jambo ovu, ameona jambo la shari, au dhari'a, ama jambo ambalo dhari'atan ila sharri, sawa, ameona jambo ambalo linapelekea katika uovu, sawa. Mimma dafa'aha lihadha alqawli, miongoni mwa wale mambo ambayo yamempelekea yeye bibi Aisha kuzungumza maneno haya. Wa annahu, na kwa hakika, la budda an yusadda baba hadha asharri, lazima uzibwe mlango huu wa shari. Kwa maana mwanamke kwenda msikitini kufaa kuna baki vile vile, hukumu yake kwamba ni jaiz, inafaa, ni ruhusa. Lakini hili kosa lilojitokeza, hili ndo la kukemewa, sawa, kwa sababu hili ndo linapelekea katika jambo la shari. Anasema wa ala hadha, Dr. Ali Juma anasema wa ala hadha al-asasi, na kwa msingi hii, ama na kwa msingi huu, aftal ulamau, wamefutu wanavioni, wametoa hukumu wanavioni, abra tarikhi al-islami, tokea zamani, sawa, bihadari al-kathiri min al-a'mali, kuzuia, kukataza mambo mengi, saddan lidharia, ili kuziba tu zile njia zinazopelekea katika uovu. Laisa li annaha haramu, sio kwamba yale mambo, sawa, ni haramu fi dhati yake, kwa maana ile jambo hukumu yake ni haramu, hapana, sawa. Walakin, lakini, li annaha, kwa sababu mambo hayo, babun ila harami, ndio mlango wa kuendea katika haramu. Kwa hiyo tumetaja hadithi 2 na aya 2 za kuthibitisha hichi kitu kinachoitwa saddu dharia katika Uislamu kipo na kina hoja na kina dalili. Kwa maana sio kila kitu ambacho kinafaa ndo kimewachwa tu, la. Kusoma Qur'ani ni sunna, jambo linalotakiwa kila wakati, ndio, lakini haina maana kwamba ikiwa kusoma Qur'ani ndio tushambwa inafaa mtu sehemu mbaya kaya asome Qur'ani, asome Qur'ani chooni, la, hiyo haifai. Lakini asli ile jambo lenyewe dhati yake inafaa kusoma Qur'ani, tabani inafaa, lakini unaisoma wapi? Hapo ndo kwenye mahalu nadhar au mahalu shahid, panapotazamwa ni hapo. Na wanavyoni katika kanuni zao wakatuambia lilwasaili hukmul maqasidi, lilwasaili hukmul maqasidi, kwa maana zile njia, alwasail, zile njia ambazo zinapelekea katika jambo fulani, hukmul maqasidi, sawa, zina njia, hukmul maqasidi, hukmu ya makusudio, sawa. Yani zile njia ambazo mtu anazozitumia zinazompelekea katika jambo la kheri, basi zile njia pia nazo zina hukumu zile ya yale makusudio. Na pia kinyume chake, zile njia zinazotumika katika kuliendea jambo la shari, basi zile njia nazo pia hukumu yake haramu, hukumu yake ni shari, kama lilivyokuwa lile jambo lenyewe ni ovu. Kwa hiyo hii tumependelea masala haya kueleza ili tupate uoni mzuri, tupate ufahamu, japokuwa ni kidogo, lakini mtu anatakiwa ajue saddu dharia ni nini, kwa sababu
ni masala ambayo kwamba Sheikh ameeleza katika kitabu, na inakuwa sio vyema kwa maana mtu kusoma tu ikawa mtu anapita juu juu tu, inakuwa sio vizuri. Tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe taufiki katika kuendea mambo ya khairi, atuzindue katika dini, atupe ufahamu. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama, walhamdulillahi rabbil alamin.